Minders ni variety ya tango ambayo ni nzuri sana. Yenyewe ni kwa duniani kwanza Rex One ni kampuni ya mbegu ambayo inatengeneza mbegu za mboga mboga tu. Hatengenezi mahindi au chochote au maharage. Ni mboga mboga tu. Na ni kampuni kama ya 3 duniani. Wakitengeneza mbegu bora na kuuza mbegu. Wewe unatengeneza na kuuza. Si ndio? Usitengeneza alafu huwezi kuuza. Unatengeneza na kuuza. Na tuko pale Arusha. Arusha ni makao makuu Afrika. Na tunatengeneza mbegu kwa ajili ya mazingira ya Afrika. Kwa maana kwamba Afrika una changamoto kama joto, hali ya hewa, joto, baridi, mvua, viruses, magonjwa. Unaona? Kwa hiyo tunaona hiki kitu cha pale Arusha ili kuweza kukidhi mahitaji ya Afrika. Na tunatengeneza mbegu kulingana na hizo vitu, kwa mfano against virus, kinzana na virus na hali ya hewa kama nilivyosema. Kwa sasa tumeshatengeneza mbegu aina 11. Ikiwemo pilipili mbuzi aina 3, nyanya aina 3 na nyanya chungu. Nyanya chungu kama mboga. Hivyo. Na utafiti bado unaendelea. Na kutengeneza mbegu toka ingia sokoni inachukua miaka zaidi ya 10. Ukifanya kama jaribio Tanzania nzima kwenye milima, mabonde, kwenye joto, kwenye baridi, mpaka upate variety ambayo unaweza kulima sehemu husika. Kwa mfano tuna nyanya ya masika kipindi cha baridi, na tuna nyanya ambayo ni ya kipindi cha kiangazi. Na tuna hizi pilipili. Hizi pilipili ni kiangazi sana sana kwa kipindi cha kiangazi. Sababu zenyewe zinatoka na ukali. Kilima pilipili cha mvua inashuka ile kiwango cha ukali. Kwa ndio maana tunasema tunaenda mazingira na hali ya hewa. Na vile vile kuna hizi Minders ambayo sasa ndio tunaweza hapa. Hii ni tango ambayo haina uwajibitume. Kwa hiyo ukiona ua ujue ni tunda. So ile kichaka ambayo umeshazoea inakuwa na maua mengi, mwisho wa siku ni majume yote. Au majike ni kama 3 4. Hii maua yote ni majike. Na inaweza kuzaa zaidi ya matunda 40 kwa mche mmoja. Na tunaachia mche mmoja kama unavyoona hivi. Tunatoa hizi saka za pembeni. Inaenda kisha fika pale juu tunaishusha. Fika pale juu tunaishusha. Na kuanzia nasari mpaka uvune ni siku 45. Siku 15 kwenye nasari na siku 30 shambani. Ukiamisha leo tarehe 1, labda tuseme tarehe 1 mwezi wa 5 shambani, unavuna, unaanza kuvuna tarehe 30 mwezi wa 5. Kwa siku 15 za nasari. Kwa hiyo ni zao ambalo ni chap chap, inaleta kipato haraka. Kwa hapa Dodoma ulipo, baadaye kiongozi atatueleza inafanya vizuri sana kwenye soko. Ni zao ambalo unafanya vizuri sana kwenye, kwa mfano Dodoma, hasa Dodoma. Na hili zao unaweza kuotesha nje na ndani. Uko nje na huko kwenye kijana. Kafanya vizuri. Lakini lazima uweke miti. Nje, unaona bwana hivi. Ndio. Na tunachofanya tunaondolea matunda ya chini. Matunda ya kwanza, maua ya kwanza tunatoa 3 4 ili iweze kujenga umbo, ili asipate mimba za utotoni. Kwa hiyo hapo ikishaanza kutoa ile matunda ya chini tunayatoa kwanza ili huku juu iweze kupata chakula kuleta kujenga huku ili ipate matunda quality. Na kuvuna tango ni changamoto sana kwa wakulima. Nataka kuvuna kwa wakati. Ukishachelewa tu kuvuna tango inanyonya chakula chote cha chini, cha juu. Hao wengine wanafanya boshi. Hawatapata chakula. Kwa hiyo unatakiwa uvune size ambayo inatakiwa. Tunda moja inafika gramu 250. Kipungua sana 200. Kwa hiyo kilo moja matunda 4. Pengine yanakuja 3 au 5. Kutegemea na size ya tunda. Sentimita 50. Hapa nifanye hivi. Au zaidi. Sawa. 60 unaweza kaweka 50. Alafu double row kwenye tuta. Unaona tu ina mstari miwili na grip mbili. Alafu unafanya zigzag. Ukiotesha zikienda nayo na unafanya zigzag ili upate nafasi. Na tuta hadi tuta kutoka katika tuta na lingine ni sentimita 150. Kila moja na nusu. Ndio sana ambayo tunapendekeza kwa wakulima waweze kufanikiwa. Mwingine anasema naotesha 30 ili niweze kujaa nyingi kwenye shamba. Ukiotesha nyingi. Hizi ndio sona panel. Hizi ndio chakula. Inapata chakula cha mmea. Hizi ndio zinatengeneza chakula. Ukibananisha sana zinajifunika. Unakuwa umejaza shamba lakini upati chochote. Kwa hiyo tunashauri wakulima wetu wapate ile hatua. Wengine wanataka kujaza lakini sio kufanikiwa. Kwa hiyo upate ile standard ambayo unaelekeza. Mbolea nyingine za kawaida. Basi tunaweka pale mjini Arusha. Naweka mara 2 kwa mwezi. Hii inataka chakula kila saa. Hata chakula inakimbia haraka, inakuwa sentimita 5 kwa siku moja. Inakimbia. Ukienda Dar es Salaam urudi, kwenda treni unasema naenda kulala sijui wapi. Unakuta kitu kimejaa mka chini. Hii haitaki uache. Kila siku lazima uje ufanye selfie. Hivi. Kila siku. Sio kaenda shambani ukasema hii ni mahindi. Unapalia unaondoka unaenda sijui wapi. Kila siku lazima ufanye hivi. Ndio. Usitaki kutegemea jishike yenyewe na hizi na mikono yake. Ikishalemewa na mzigo inajiachia, inashindwa. Kwa hiyo lazima ufanye hivi selfie. Na utoe zile sakari kila siku. Sawari ni muhimu sana. Alafu baada hapo tunaweka mbolea ile ya mizizi. Karibia na mche pale. Na sisi hatuweki siku hiyo.
Unakuta mtu ameweka siku hiyo au ameweka na mbolea kule chini anachanganya anaotesha. Mzizi bado hajaanza kufanya kazi wakati huo unaweka mbolea wakati huo chini unachanganya na mbolea. Mzizi bado hajaanza kufanya kazi. Nimeleta kutoka kwenye kitalu, kwanza umeleta kwenye tray, sio ile ya kukota na panga kwenye kitalu. Ya chini, kwenye tray. Unataka kwenye tray jamani freezer. Hatutaki tena ile. Unaelewa? Unataka kwenye tray unaleta hapa shambani. Unaiacha kwanza kidogo ianze kwenda. Ukishaka siku 2-3 unaweka sele ile dafu yako. Aidha kwa kikombe au kwa kuweka na nini? Kuchomea ile mbolea yenyewe ili iweze kuchukua sasa. Na tunahakikisha kwamba aidha umeshaweka maji au maji yanaendelea kuwepo wakati unaweka mbolea au ukishaweka mbolea unaweka maji. Ni muhimu sana. Maji ni muhimu sana kuweka wakati unaweka mbolea. Usisahau. Labda pampu imeharibika sijui umesema ngoja nikatengeneze kuweka mbolea nitakuja baadaye. Hakuna. Haitakiwi any excuse kwamba sijapata maji. Lazima uweke maji baada ya mbolea au kabla. Sababu itachoma. Mbolea inachukuliwa na nini? Na mmea kwenye mizizi alafu sana sana hii mada inataka mbolea nyingi sana. Kwa hiyo usifanye uzembe hapo kwenye mbolea. Tunashauri kwamba usiwaachie vijana waweke mbolea wenyewe. Lazima usimamizi wawepo. Sababu vijana wetu bwana sio hao hapa. Wengine wana tabia yani ya kukimbizana, wana tabia kukimbizana. Wao wameshaondoka. Ndio. Kwa hiyo lazima kuna msimamizi fulani ambaye utakuwa unasimamia na kuweka mbolea. Maana ataweka pale njiani anajua tu mmoja asukia hapo na unafanya hivi unarudi. Anaweka na ukiingia pale mbele vizuri kule haweki. Hata wakati wapiga dawa. Unapiga vizuri pale mbele kule anaacha. Wewe unakujua wewe ni mtu hatari ndio ukija unafanya hivi yote unarudi. Na unatakiwa mwenye shamba apite paka kule mwisho akague baada ya kazi kufanyika. Ndio. Upite kule uangalie kazi imeendaje ndio uondoke. Kwa hiyo wakati wa mbolea, dawa lazima mwenye shamba au manager awepo. Sana sana tena lakini wakati wa kuvuna waga lazima awepo automatic. Lakini wakati wa mbolea haji. Si ndio? Lakini wakati wa kuvuna mzee, yeye ndio mwenyewe. Kwa sababu hela yeye ndio yupo saizi. Lakini lazima ufuatilie investment yako uliyofanya. Inaendaje, unafanyaje kazi na watu wako. Ndio.